Yesu, sante kwa ajili ya uaminifu wako. Sante kwa ajili ya ibada nzuri ya leo ambayo watoto wako umetupa. Sisi ni watoto wako na huu ni mkutano wako. Watoto wako tupo tayari kwa ajili ya kusikia ujumbe wa neno lako. Tunaomba neema na kibali kutoka kwako. Vyote tutakavyovifanya katika ibada hii vikurudishie wewe heshima na utukufu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tumeomba, amen. Tuketi tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya hii ibada ya leo ya fungu la 10. Na Jumapili iliyopita nilifundisha mimi fungu la 10. Tunawashukuru wale washirika wote ambao wamepata mwamko na kusikia neno la Mungu. Tumeona mara baada ya ibada watu wametuma fedha kwenye akaunti zetu. Ndiyo njia pekee ya ibada hii ya fungu la 10 Mungu anaiagiza. Na mimi leo kamati yangu na mheshimiwa mwinjilisti Mheshimiwa Parishweka Mpapalika wamesema kwa kuwa Jumapili ulifundisha fungu la 10 wewe, basi ulimalizie tena Jumapili ya kutoa kwenye kilele. Mimi nawashukuru sana kwa kuniheshimu na kunipa nafasi hiyo. Lakini leo nitafundisha kitu kidogo ambacho kwa sababu fungu la 10 nimefundisha Jumapili. Leo nitafundisha kitu kinachosema siri ya kukutana na baraka zako zilizopotea kwa miaka mingi. Kwamba siri ya kukutana na baraka zako ambazo leo kwenye fungu la 10 tutakapoanza kutoa, kila mtu kwa wakati wake, hata kama una 100 iweke kwenye bahasha. Wazee wa kanisa watapita na bahasha na watawapa. Na wazee wa kanisa fumbeni macho tu kwa sababu leo ni siku ya kilele, kila mtu anapaswa kuchukua bahasha. Lakini nitafundisha siri ya kukutana na baraka zako zilizopotea kwa miaka mingi ya maisha yako. Ukinisikiliza vizuri, mara nyingi kasomo haka kadogo sana, lakini kama watoa watu sana. Inawezekana umebarikiwa, lakini sicho kiwango ambacho Mungu ametaka uwe. Na inawezekana wengine mlikuwa na heshima sana katika maisha yenu, lakini baada ya kuporomoka tena huna heshima hata kwenye familia. Siku moja tulienda kwenye kikao cha harusi, kijana wangu mmoja alikuwa naoa. Sasa kikao walifanya pale Mlimani City. Na mimi nilienda pale Mlimani City kwenye kikao hicho. Nilipofika nimekuta watu wanakunywa, kila mtu anakunywa anachokitaka. Na hiki kikao hakijaanza. Nikauliza jamani vipi, wakasema mzee hajafika. Ili katuambie tuendelee kunywa chochote hapa, yeye akija atalipa. Basi na mimi nikafika, akasema nipeni Pepsi kubwa lile na take away. Na mimi ninywe. Basi wakati naendelea kunywa, nashtukia eti gari kubwa limesimama kasi, katokea kijana mdogo. Nikasema wanasema mzee ndio kafika. Nikasema ndio huyu mzee. Kumbe mimi nilikuwa nafikiri mzee umri, kumbe hela. Kwa hiyo inawezekana kwenye maisha yako ulikuwa na heshima hiyo, sasa imepotea. Hata kama haupo watu wanafanya vikao vya ukoo, vikao vya harusi, nasema ana nini sasa. Lakini zamani walikuwa wanakusubiri. Sasa ukisikiliza somo hili vizuri, utarudi huo mpango wa kukusubiri kwenye vikao. Biblia hii wa ndugu zangu ina utajiri mkubwa sana. Kuna watu ambao sio wa Kristo lakini wametumia mbinu za asili za Biblia wakatoka. Na hata jeshi kubwa la Israeli tunasifu kwamba ni jeshi kali, lakini mbinu wamezitoa humu. Biblia ina kila kitu. Kwa hiyo ukinisikiliza leo kwenye kasomo haka, siri ya kukutana na baraka zako zilizopotea kwa miaka mingi na heshima yako iliyopotea kwa miaka mingi, inawezekana leo nikawa nabii wako ukatoka kupitia kasomo haka kadogo. Tutaanza na kitabu cha Mwanzo. Taenda polepole. Kitabu cha Mwanzo 1 mistari 2 ya kwanza. Kwamba hapo kwanza Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya vilindi vya maji, na roho ya Mungu ilitulia juu ya uso wa maji. Hivyo Mungu alimuumba mtu kwa kumfinyanga kwa udongo na kumpulizia pumzi, akawa nafsi hai.
Hivyo asili ya mwanadamu ni udongo, na asili iliyo ndani yake ya uhai wetu ni Mungu yuko ndani yetu. Yeye Mungu ndiye anayejua maisha yetu, ndiye anayejua mipango yetu, na ndiye anayetunza hata familia yetu. Kwa kitabu cha Mwanzo 2:7 anasema Bwana Mungu akamfinyanga mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi puani, pumzi ya uhai. Asili ya makao yake huyo mtu ni bustani ya Edeni. Hapo akamwandalia mwanadamu maisha mazuri. Pale kwenye bustani ya Edeni tulikuwa na Mungu, tunakutana naye, tunafanya fellowship na Mungu. Na mahali hapa hapakuwa na malaria wala chochote. Watu tulikuwa vizuri, tunazungumza na Mungu. Alikuwa na mpango mzuri juu ya maisha yetu. Kwenye kitabu cha Mwanzo 2:8 Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki mwa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya Mungu. Aliumba mwanaume na mwanamke kwa kusudi maalumu, aliwaita jina lao Adamu. Hawa watu walikuwa na maisha safi, kama nilivyotangulia kusema, hakuna homa wala korona wala ukimwi. Waliishi maisha safi, walizungumza na Mungu ana kwa ana. Kwenye kitabu cha Mwanzo tena sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 2 anasema, hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura yake, Mungu alimfanya mwanaume na mwanamke, aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu siku ile walipoumbwa. Tuna baraka wapendwa sisi katika viumbe vyote ambavyo Mungu aliviumba. Sisi ni kiumbe cha tofauti sana, na ndio maana Mungu anatuhamasisha sisi tumche yeye, kwa sababu katika viumbe vyote alivyoviumba sisi tumekuwa watu special sana. Mungu ni roho, na sisi wanadamu tuna roho pia, inawezesha kuwasiliana na Mungu katika kutimiza mapenzi yake. Kwenye kitabu cha Mwanzo 1:20-27 Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, waende wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote, pia na chenye uhai kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Sisi ni watu muhimu, watu special, tofauti na viumbe vingine vyote. Sisi ni watu, ni mahali ambapo alipotuumba sisi ndio akafanya mkutano kwamba tumfanye mtu kwa sura yetu, kwa mfano wetu. Kwa hiyo sisi ni watu sio wa kawaida. Mungu alipomuumba mtu kwa sura na mfano wake, alikuwa kwenye uungu ndani yake uliomfanya awe mkamilifu na mtoshelevu. Adamu alichosema ndivyo vilivyokuwa, maana Mungu alimkabidhi viumbe vyote. Wapendwa, sisi tumekabidhiwa vyote. Sema, sisi tumekabidhiwa vyote. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya 19 mpaka 20 Bwana Mungu akamfanyia kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaje kila kiumbe hai. Jina aliyokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao, kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani, kila mnyama wa mwituni, lakini hakuna alionekana kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Kwamba majina haya tunayoyataja yote, ng'ombe, farasi, punda, ni babu yetu Adamu aliwaita hawa wanyama, na sisi tukaendelea kuita, na alipoita hayo majina na Mungu akahakikisha ndivyo yalivyokuwa. Hivyo kusudi la Mungu kuumba mtu ili apate, kusudi la kuumbwa kwetu sisi na Mungu ili apate kufanya kazi pamoja na sisi. Hilo ndio lengo ambalo Mungu ametuweka, kwamba ametuumba ili tufanye kazi pamoja naye hapa duniani, kwa sababu Mungu ana kazi na dunia hii. Mungu bado anaendelea kuumba dunia hii. Kwa mfano hapa Msakuzi, nyinyi mlipohamia hapa kuwepo na kanisa, mlipohamia hapa kuwepo na nyumba nyingi za ibada. Sasa Mungu amewaleta hapa na makusudi kwamba mje hapa. Wakati mwingine kuna kazi yake inatajwa hapa Msakuzi, anajua kuna watu wataifanya hiyo kazi.
Hivyo alitaka mtu atakayefanya kazi. Hivyo hilo ndio kusudi la Mungu, kwamba ametuleta duniani ili tufanye kazi pamoja naye tangu mwanzo. Yaani Mungu ndio kazi aliyotuletea hapa Msakuzi. Aliye tayari kufuata maagizo ya Mungu hupata kibali cha kutenda kazi pamoja na Mungu. Kwenye Warumi 8:28 neno la Mungu linasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hutenda kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Kwamba kusudi lake Mungu kutuleta hapa Msakuzi, kusudi lake Mungu kutuleta hata duniani ili tuweze kufanya kazi naye. Vile vitu ambavyo havipo, kupitia sisi Mungu aone tumefanya vitu kwa niaba yake, kwa sababu hatukuja hapa Msakuzi kwa bahati mbaya, kwamba Mungu ametuweka hapa kwa bahati. Hata toka unapoanza kupanga mpango wa kununua kiwanja, Mungu alijua. Wakati unajadili kuja Msakuzi kununua kiwanja, Mungu alijua. Mpaka unanunua kiwanja, Mungu alijua. Mpaka unajenga nyumba ulio naye, Mungu anajua kwamba amekupanga hapa kwa makusudi, kwamba huyu mtu namuweka hapa Msakuzi, kazi yangu yoyote itakayetajwa hapa, huyu ataifanya. Kwa hiyo utendaji wetu kazi pamoja naye unatupa mambo manne. Jambo la kwanza ambalo Mungu anatupa, kuwa washiriki na Mungu. Hili jambo la kwanza, kwamba tunapofanya kazi zake tunakuwa washiriki na Mungu. Tunafanya kazi na Mungu, tunafanya biashara na Mungu, na tunafanya hizo kazi na Mungu na biashara na Mungu, na Mungu ni mwaminifu, hawezi kukupoteza. Jambo la pili, kutenda kazi ili yasiye kuwepo yapate kuwepo, kama nilivyotangulia kusema, kwamba Mungu anataka kuwa kwetu hapa tufanye kazi naye ili vile ambavyo vitu havipo hapa Msakuzi viwepo kwa ajili yetu. Na ndio hiyo kazi hapo. Hakuna kanisa la kisasa Msakuzi, tupo kwenye banda hili refu. Sasa tunatakiwa tufanye kazi hapo, kitu ambacho hakikuwepo sasa kiwepo kwa ajili yetu. Hili ni jambo la pili. La tatu, kuwa mfano wa mwakilishi wa Mungu hapa duniani, tukifanya yanayompendeza Mungu. Anajidai tukiwa hapa Msakuzi, tukifanya kazi naye vizuri, yeye anajidai, analinga, anasema pale Msakuzi kuna mtu nimemuweka, kazi yangu ninapoitangaza huyo mtu anaifanya. Kwa hiyo anajidai. Unajua hata kwa Ayubu alijidai, anasema tizama mtumishi wangu mwaminifu yuko hapa. Anamwambia shetani fanya kila kitu isipokuwa roho yake. Kwamba tunapofanya kazi vizuri ya Mungu, Mungu analinga, anasema ninayo mtu mahali fulani. Na Mungu anapolinga kwamba anayo mtu fulani, anakuwekea ulinzi wa Mungu. Kwa hiyo wale wabaya wako, wale wachawi wako, wale majirani zako hawawezi kufanya chochote, kwa sababu unatembea na wingu la Bwana. Amen. Namba 4. Tunapofanya kazi pamoja na Mungu, tunakuwa watawala, tunakuwa wamiliki, tunakuwa viumbe hai vyote vilivyoumbwa na Mungu duniani. Sisi tunavitawala tunapofanya kazi na Mungu. Hivi vitu vyote, hizo mali zote unazoziona ni zetu. Kwa hiyo unapofanya kazi na Mungu, anakuelekeza fanya hiki, fanya hiki, unaona milango inafunguka. Sio kwa juhudi zako. Kuna watu wanahangaika usiku na mchana wanafanya kazi. Mimi najua kuna watu wanafanya biashara China na wanawafundisha watu kufanya biashara China. Wale wanaofundishwa kwenda China kufanya biashara wanajenga magorofa, yule anayewafundisha hata chumba kimoja hana. Lakini anawaelekeza wenzake sehemu ya kulala China, sehemu ya kupita, nauli nzuri. Anawaelekeza miaka na miaka, anaowaelekeza wanajenga magorofa, anayewaelekeza wana magari mazuri.